Bobo Made It. Bani aje, naitwa Bobo Made It. Ni mtayarishaji wa muziki wa kizazi kipya. Right now nipo studio hapa, na hii sehemu ni muhimu sana kwenye maisha yangu kwa sababu ndo imenifanya nimeexplore vitu vingi, watu wamenijua kupitia hiki ninachokifanya. Hii ndo sehemu yangu ya kazi hapa, nipo studio na heshima sana hii sehemu. Imenifanya niwe yule ambaye nyewe mnayemjua sasa hivi. Muziki wangu especially kwenye sound yangu, kwenye muziki wangu ambao nafanya kama producer, ni kitu ambacho naona nafanya muziki wa global, yani muziki ambao unaweza kutambulika kokote kwa duniani. So ni sound ambayo iko universal, kama vile wanaposema muziki ni universal language. So iko kitu najivunia. Wimbo wa Nyota, nilikuwa niko studio natengeneza beat, kuna kitu ikanijia kama message ikaalert hivi, nikasema hii beat inabidi nimtumie Salmin. So nilivyomtumia akadata nayo. So alivyodata nayo bika kama siku 2 siku 3 hivi, akanitumia vocal demo. Kwa alivyomtumia demo akasema noma. So alivyomtumia demo ilikuwa na sehemu ambayo haijaiko verse ya pili na ilikuwa ina hook. So tukafikiria tukasema yeye pia alikuwa anataka afanye ngoma na mwanae Lunye, kwa alivyomtumia naye akasema hii ndo tunaondoka nayo. Jana muziki ambao tumefanya ni muziki wa drill. So drill tukafuse na trap kidogo pamoja na hip hop. So kuna element kama 3 kwenye hiyo sound ambayo tumefanya. Wimbo wa Nyota ulichukua kama miezi 2-3 mpaka kukamilika, kwa sababu ulikuwa na process nyingi. Maana hatukukutana wote studio kurekodi. Kwa hiyo ilikuwa mtu anarekodi, anatuma, tunasikiza marekebisho, tunarekebisha hivyo mpaka project ikaja kukamilika. Salmin ni mtu fani hivi, ni rapper fani wa kisasa ambaye yuko sharp kidogo kwenye kuandaa muziki. Kwa hiyo mimi haikunichukua muda mwingi sana mimi na yeye kuanza kufanya naye kazi. So hivyo ya pia kuna element zingine ambazo yeye Salmin aliongezea kwenye beat. So ilikuwa wakati nimemtumia beat, kuna vitu ambavyo mimi sikuweka kwenye muziki. Kuna element zingine aliongeza, kama kuna sehemu unasikia kama kuna cheche hivi, kuna sehemu nyingine unasikia kama kuna echo hivi inatokea pale verse yake inapoisha pale. So hiyo pia ni ubunifu mwingine ambao yeye pia anaweza kama producer ambaye ameshiriki kwenye project. Emotions zipo kwa sababu kutokana na element ambazo zimetumika kwenye muziki kutengenezea muziki, kuna strings ambazo hizo strings ukisikiliza ndio zinakuletea hizo emotion ambayo inaweza kufanya uwe na furaha au uwe na huzuni, nategemea na muziki umekuchukuaje. Tangu ngoma imetoka mpaka sasa hivi reaction ni kubwa ya mashabiki, kwa sababu muziki ni muziki wa drill ambao una relate na generation ya sasa hivi, Gen Z. Pia ni muziki fani wa vibe, kwa watu wana vibe nao na wanapenda kile kitu ambacho wanachokisikia kwenye muziki. Kwa saa hii ni ushauri kwa industry, especially kwa producers, DJs, wasanii, directors. So inabidi tuende extra mile kwenye kuandaa kazi zetu, sababu muziki sasa hivi unaenda mbali. So hiyo pia itatusaidia kutufanya tuwe wakubwa zaidi kwenye industry, especially duniani zaidi. Kwa mfano sasa hivi watu wanazungumzia kuhusu mambo ya Grammy, sio nini, tuzo kubwa kama hizo. So unatakiwa tuwe wabunifu, na pia quality pia inahitajika, standard ya vitu ambavyo tunafanya viwe kwenye international level. Hivyo ndugu zangu, inabidi tujiongeze kwenye vitu kama hivyo.